Kama umeumizwa na mtu uliyempenda kwa dhati, umejaribu kuvumilia, kusamehe, kubadilika, lakini bado ukaishia kuumizwa zaidi. Na kama leo hii moyo wako una maswali mengi kuliko majibu, kwamba kwa nini ameniacha? Kwa nini aliondoka katika maisha yangu? Basi, naomba unisikilize kwa makini sana. Watu wengi huwa wanafikiri kwamba maumivu ya kuachwa, kusalitiwa au kupoteza mtu ni mkosi, bahati mbaya au laana. Lakini ukweli wa kina kabisa ni huu hapa. Mara nyingi maumivu makubwa ni njia ya universe kukuokoa. Universe haiondoi mtu kwa bahati mbaya. Kabla haijafanya hivyo, huwa inakupa ishara nyingi za ajabu. Huwa ninasema hivi, hakuna kitu kinachotokea katika maisha yako kwa bahati mbaya. Vitu vingi ambavyo watu leo hii wanavipitia, wanasema vimetokea ghafla. Unakuta universe tayari ilishaanza kuwapa ishara kabla. Yaani kuna warning signs ulishapewa. Kwa hiyo ukiona kimetokea, ujue tayari hayo ni matokeo ya kile ambacho universe ilikuwa inakuambia. Sasa kosa kubwa tunalolifanya ni kupuuzia ishara. Kwa kupitia ishara, inawezekana ungeweza kuzuia au ungejua kabla kwamba huku mbele kuna kitu fulani kinakuja kutokea. Sasa katika video hii nataka nikushirikishe dalili za siri ambazo watu wengi hawazijui, zinazoonyesha kwamba universe ilikuwa inakuandaa kukuondoa kwa mtu asiyeendana na hatima yako. Inawezekana hata hapa sasa hivi unapotazama video hii upo katika mahusiano na mtu fulani, lakini kuna ishara fulani universe inakuonesha kwamba mtu huyu si sahihi au achana na huyu mtu. Sasa kwenye kuzielewa hizi ishara na kuzisoma, hapo ndipo mtihani ulipo. Naomba unisikilize kwa makini sana. Video hii ya leo inaweza ikaponya maisha yako, inaweza ikakuokoa na kukutoa katika hofu na mashaka ambayo yanakutawala kila siku. Kama wewe unapitia dalili hizi ambazo ninakwenda kukutajia sasa hivi, basi tambua kwamba hii video si ya kawaida. Haujafika hapa kwa bahati mbaya. Dalili ya kwanza kabisa ya universe kukutoa kwa mtu asiyekufaa, utaiona katika amani ya ndani yako, amani ya moyo wako. Utaanza kuona amani yako ya ndani inaanza kupotea pole pole. Mwanzoni unaweza usione kama ni tatizo kubwa, lakini kadiri muda unavyokwenda utaanza kuhisi uzito moyoni hata ukiwa karibu naye. Yaani kila ukiwa karibu naye unaona moyo wako hauna amani. Na hata ukijiuliza hupati sababu ya moja kwa moja kwa nini unakosa amani, lakini kuna sauti ndani yako inasema hapa kuna kitu hakipo sawa. Sasa naomba unisikilize kwa makini. Universe huwa inaanza kuondoa amani kwa sababu amani ni lugha yake ya kwanza. Kwa hiyo kitu cha kwanza kabisa cha kwamba huyu mtu hakufai na universe inakuandaa kumuondoa huyo mtu katika maisha yako ni kukunyima amani. Universe huwa inaanza kukuondoa kwa kuondoa amani, kwa sababu amani ni ishara ya ulinganifu wa kiroho, na mahali pasipo na amani ya ndani hakuna usalama wa nafsi yako. Kwa hiyo ukiona upo katika mahusiano alafu unakosa amani from nowhere, hamjagombana, hamna kitu chochote kibaya, lakini unakosa tu amani, hiyo ni dalili kubwa sana, lakini watu wengi huwa wanaipuuza. Usiipuuze hiyo dalili. Kama ni mahusiano yanayokufaa, basi huwezi kukosa amani hata kidogo. Dalili ya pili ambayo watu wengi huwa wanapitia lakini wanashindwa kuielewa ni kujibadilisha ili uendelee kukubalika katika hayo mahusiano. Yaani upo kwenye mahusiano alafu ghafla unaanza kupunguza sauti, unajifunza kunyamaza hata pale unapoumia, unajifunza kucheka hata pale machozi yalipokuwa karibu kudondoka. Sasa hiyo sio ishara ya upendo, hiyo ni ishara ya kujipoteza. Universe huwa inaanza kukuondoa pale unapojitolea kupita kiasi hadi unajisahau wewe ni nani. Mahusiano bora hayakutaki wewe ubadilike, bali yanataka yaendane na wewe jinsi ulivyo. Yaani ukutane na soulmate wako ambaye atakukubali katika madhaifu yako na mazuri yako. Kwa hiyo ukiona upo katika mahusiano ambayo yanakutaka wewe ubadilike kwa kiasi kikubwa, yanakutaka wewe ufanye jitihada kubwa za kujibadilisha, tambua kwamba hiyo ni dalili kubwa sana. Universe inataka kukuondoa kwa huyo mtu. Kwa hiyo ukiona, shtuka mapema.
Dalili nyingine, utajikuta unaanza kujiuliza kama wewe ndio tatizo. Unaanza kujilaumu, unajiuliza kama haujitahidi vya kutosha, unajiuliza kama ungekuwa mtu wa tofauti, mambo yangekuwa sawa. Sasa hii ni dalili hatari sana. Universe inaanza kukuondoa pale unapojilaumu kwa makosa ambayo hayakuwa yako. Unakuta mtu anakusaliti, mtu anakuumiza, lakini ukicomplain, ukianza kumlalamikia, anaanza kukuambia wewe ndio mkorofi. Kwa nini unaniuliza hivi? Alafu wewe ukija kukaa unaanza kujilaumu. Hivi kwa nini nilimuuliza? Au mimi ndo mkorofi kweli? Ilitakiwa ninyamaze kimya. Hiyo ni dalili kubwa sana kwamba universe inaanza kukuondoa kwa huyo mtu. Huyo mtu hakufai, hayo mahusiano hayakufai, na universe inaanza kukuondoa taratibu. Kwa hiyo ukija kuona hayo mahusiano yamevunjika, usijilaumu. Tayari universe ilishaona kwamba hayo mahusiano hayakufai. Dalili nyingine utaanza kuziona katika mwili wako, na dalili hizi huwa zinajitokeza pale unapokuwa karibu na mtu huyo au unapozungumza naye. Utaanza kuona unapata uchovu usioelezeka ukizungumza naye au ukikutana naye, ukiwa karibu naye. Kichwa kinakuuma mara kwa mara, kifua kinakubana au tumbo linajaa bila sababu. Unakosa hamu ya kuwa karibu naye, na unakuta haya matatizo haujawahi kuwa nayo kabla ya kuwa na huyo mtu. Naomba nikwambie kitu kimoja. Miili yetu imebeba energy. Kuna positive energy na negative energy. Kama mwili wako ukidetect nguvu mbaya mbele yake, ni lazima utakataa. Yaani ukiona mwili wako unakataa mbele ya huyo mtu, maana yake nguvu yake haifai tena kwako, haiendani tena na wewe. Kwa hiyo ni ishara kuu sana. Universe inajaribu kukuachanisha na huyo mtu. Dalili nyingine, universe itakuwa inakuletea ishara zinazojirudia, na ishara hizi zinakuwa zimebeba ujumbe wa wazi. Kwa mfano, kila unakoenda au kila unakosoma unakutana na ujumbe umeandikwa achilia, you deserve better, this is not love, na maneno mengine kama hayo. Unaweza kusikia hayo maneno kwenye nyimbo, kwenye video, au hata mtu usiyemjua akayasema, au hata kwa kupitia video kama hii. Sasa hii siyo bahati mbaya. Ni universe inasisitiza ujumbe uliokuwa unaukwepa. Universe inajaribu kukufungua akili yako, inajaribu kufungua ufahamu wako uweze kupata ujumbe. Dalili nyingine utaiona katika mipango yenu mnayoipanga. Mipango yenu itakuwa inavunjika kila mkijitahidi kupanga vitu haviendi. Mipango inakuwa haitekelezwi, ahadi hazitimii, safari zinaahirishwa. Yaani hata mkijaribu sana kitu fulani unakuta kinaingilia. Kuna watu wengine huwa wanaamua kuforce mpaka wanafika mbali. Unakuta mipango ya kutoleana posa, mahari na wewe. Lakini ile siku ikifika tu mambo yanaharibika. Kila kitu kinaahirishwa, kinasogezwa mbele au kinavunjika kabisa. Sasa hii ni intervention ya kiroho. Haiji kwa bahati mbaya, na wala sio kwamba wewe una mikosi au wewe una bahati mbaya. Universe ikiona unaendelea kushikilia kitu kitakacho kudhoofisha, huwa inaanza kukivunja yenyewe. Yaani universe ikishaona kwamba huyu anaenda kuteketea, ni lazima hapa katikati itokee barrier, ni lazima kitokee kikwazo. Kikwazo hicho kinaweza kikakuumiza au kikakukatisha tamaa, lakini kama wewe ni mtu ambaye unajua kuzisoma ishara, basi utakiwi kuvunjika moyo wala kujilaumu. Hiyo ni ishara kwamba universe inakwambia hayo mahusiano hayakufai, na inajaribu kumuondoa huyo mtu katika maisha yako. Sasa watu wengi huwa wanajaribu kuforce, wanalazimishia vitu viende, na mwisho wa siku bomu likija kulipuka wanakuja kuteseka na kujilaumu sana. Kwa hiyo jifunze kuzisoma dalili za universe na uishi nazo. Dalili nyingine ambayo ni kubwa lakini watu wengi huwa wanaipuuza na kuichukulia poa ni ndoto. Unaweza kuota ndoto unaachwa, unapoteza mtu, unavuka daraja peke yako, au unamuona mtu huyo akiwa mbali sana na wewe. Mara nyingi ndoto hizi huwa zinakuja na hisia nzito. Yaani unaweza ukaota afu ukaamka unalia, yaani ukajikuta ulikuwa unalia usingizini, machozi kabisa unayaona. Sasa ukiona hivi, naomba nikwambie kitu kimoja.
Hizi ni ndoto za kiroho, sio ndoto za kawaida. Roho yako inakuandaa kabla hata akili haijakubali au kabla akili haijapata uelewa wa kitu fulani. Kwa hiyo usipende kuzipuuza ndoto, hasa unapoingia katika mahusiano mapya. Mara nyingi watu huwa wanaonyeshwa ishara kwa kupitia ndoto na wanapuuza. Likija kutokea jambo wanaona kama limetokea ghafla, lakini kumbe universe tayari ilikuwa inakuandaa na kukuonesha kwamba huko mbele kuna kitu fulani. Dalili nyingine utaiona katika mawasiliano yenu. Utaona mawasiliano yanakuwa magumu bila sababu ya moja kwa moja. Mnaweza mkajikuta wote mna shauku ya kutaka kuwasiliana, lakini mnapowasiliana tu mambo hayaeleweki au vitu vinavurugika. Au unakuta mazungumzo hayatembei, ujumbe haujibiwi kwa wakati, au hata mkiongea unahisi kama hamuelewani kabisa, au mmoja anakuwa anajielezea sana. Ukiona upo katika mahusiano ambayo unatumia nguvu kubwa sana kujielezea, yani bila kuwa na maelezo ya kutosha, amani haiwezi kupatikana. Hiyo ni dalili ya hatari. Kinachotokea huwa ni hiki hapa. Nguvu za kiroho zinavunja muunganiko uliokuwa hauendani tena na safari yako, na ndio maana kunatokea vikwazo katika mawasiliano yenu. Universe ikishaanza kukuondoa, huwa inaondoa kwanza connection kabla ya kumuondoa mtu. Na connection ya kwanza ni katika mawasiliano. Mtajikuta mlikuwa mnaongea vizuri kabisa, au mlikuwa mnachati vizuri kabisa, lakini neno moja tu mtu anaongea linavuruga kila kitu, na inatokea mara kwa mara au kila siku. Yaani lazima tu siku yenu iishe vibaya katika mawasiliano. Sasa hiyo ni dalili kubwa sana kwamba universe inajaribu kukuondoa katika mahusiano yasiyokufaa. Dalili nyingine, baada ya kuumizwa sana na huyo mtu, utahisi kuna mwanga mpya ndani yako. Na hii ndiyo dalili ya mwisho na ya muhimu zaidi. Yaani baada ya kupitia maumivu makubwa katika hayo mahusiano, kuna wakati unakaa kimya alafu unahisi kama vile kuna mzigo mzito umeondoka. Unalia lakini kuna nuru ndani ya machozi. Kuna tumaini fulani unalipata ndani ya moyo wako. Hapo ndipo unapaswa kujua kwamba huko kuachwa kulikuwa ni ukombozi kwako. Universe haikuondoa huyo mtu ili kukuumiza, bali ili kukuokoa kabla haujapoteza kabisa sauti yako, identity yako, thamani yako pamoja na hatima yako. Watu wengine huwa wanakuja kama masomo, na unapofikia hatua ya kuamka kiroho, universe huwa inakuwa na ukali kwako. Yaani inaondoa kila kisicholingana na nuru yako. Kwa hiyo ukiona mtu kaondoka katika maisha yako, tambua kwamba wewe umepanda thamani na huyo mtu haendani tena na wewe. Naomba nikwambie wewe unayetazama video hii, kama uko hapa unasikiliza maneno haya, ujue haujafika hapa kwa bahati mbaya. Hii ni ishara. Huu ni mwanzo mpya na safari yako ya kweli ndiyo inaanza sasa. Katika ulimwengu huu wenye mabilioni ya sauti, video na ujumbe, bado roho yako imechagua kusikiliza haya. Imechagua channel hii na video hii. Hii haijatokea kwa bahati mbaya. Huu ni mwito wa kiroho, ni ishara, ni mlango uliokufungukia polepole bila ya wewe kujua. Universe huwa haizungumzi kwa makelele, huwa inatumia ishara na dalili. Na wale wanaoumia sana ndio wanaihisi sauti yake kwa haraka zaidi. Kwa hiyo kama unapitia maumivu makubwa, kukataliwa, kuachwa, kusalitiwa au kuvunjwa moyo, nataka ujue jambo moja muhimu sana. Maumivu haya hayajakujia kukuharibu, yalikuja kukuamsha. Watu wengi huwa wanateseka wakidhani kwamba wameadhibiwa au wana mikosi, lakini wachache sana wanaoelewa kwamba mateso fulani ni maandalizi ya hatua mpya ya maisha. Kama huu ulikuwa ni mwisho wa kitu, basi ulikuwa ni mwanzo wa kitu kikubwa zaidi. Kama huyo mtu ameondoka katika maisha yako, basi yupo mtu mwingine mzuri zaidi ambaye anakuja katika maisha yako. Universe huwa haiharibu bila sababu. Kabla haijakuondolea mtu, huwa inakuvua kwanza kifungo cha kiroho. Kabla haijakufanya ulie, hukusanya ndani yako nguvu mpya. Na kabla haujaachwa, wewe ulichaguliwa. Na ndio maana unaumia kwa namna ambayo wengine hawaelewi. Ndio maana hauwezi kusahau tu
kama wanavyokuambia. Watu watakuwa wanajaribu kukuambia jitahidi umsahau huyo mtu, lakini huwezi. Unajikuta huwezi kabisa kumsahau huyo mtu. Hiyo ni kwa sababu haukuwa katika mahusiano ya kawaida, ulikuwa katika muunganiko uliogusa roho yako. Lakini si kila kinachogusa roho yako kinatakiwa kubaki. Kuna vingine inatakiwa uachilie. Kuna watu wanakuja kukufundisha, sio kukaa katika maisha yako. Kuna watu wanakuja kukuamsha, sio kukupenda milele. Na kuna watu wanakuja kukuonesha jeraha lako ili uweze kuliponya. Universe ikiona unashikilia kitu ambacho kitakuchelewesha, huwa haina huruma hata kidogo. Ni lazima itakuachanisha na hicho kitu, hata kama ni kwa maumivu makubwa sana. Kama ungeendelea kubaki pale ulipokuwa, ungepoteza zaidi. Ungepoteza sauti yako, ungepoteza heshima yako binafsi, ungepoteza mwanga wako wa ndani. Na ndio maana mlango ulifungwa ghafla. Ndio maana uliachwa bila maelezo. Na maelezo hayakutolewa kwa sababu hauhitaji idhini ya mtu yoyote yule ili kusonga mbele. Kwa hiyo kuna hatua fulani katika maisha yako ambapo universe inachukua usukani. Yaani unakuwa huwezi tena kuyakontrol maisha yako. Universe inachukua usukani kabisa. Inaacha akili yako pembeni, inaacha mantiki pembeni, inaendesha safari yako kwa roho. Na unapofikia hatua hiyo, hakuna kitu kinachotokea kwa bahati mbaya. Yaani yote yanayotokea katika maisha yako, universe inakuwa imepanga. Hata machozi yako uliolia yalihesabiwa, maumivu yako yalipangwa, na hata upweke wako una maana kubwa sana. Leo hii kama unasikiliza maneno haya, unatazama video hii muda huu, tambua jambo hili hapa. Wewe sio dhaifu. Wewe ni wa maana sana. Watu wenye maana huwa wanaumia sana kwa sababu wanapenda kweli kweli. Maumivu hayo uliopitia yatageuka kuwa hekima, machozi yatageuka kuwa mwanga, na kilichokuumiza kitaishia kukuongoza. Naomba nikwambie kitu kimoja. Kuna kitu kinakuja ambacho usingeweza kukipokea kama ingekuwa bado umebeba mzigo wa zamani. Na ndio maana ilibidi uachilie, ilibidi uvunjike, ilibidi uachwe na huyo mtu. Sio kwa sababu huyo mtu hakufai au wewe ulikuwa hufai, bali kwa sababu wewe ni wa thamani zaidi na hicho kitu hakiendani na thamani yako. Na kama kuna wakati unajisikia peke yako, unajisikia mpweke, kumbuka jambo hili hapa. Upweke unaopitia sio adhabu, ni kitu ambacho huwa tunakiita recalibration. Yaani ni wakati ambao universe inakurudisha kwako. Inakukumbusha sauti yako halisi. Inakufundisha kujipenda bila masharti. Kwa sababu safari inayokuja inahitaji mtu anayejijua na anayejielewa. Na kama umekuwa ukijiuliza, kwa nini mimi? Kwa nini niliumia hivi? Kwa nini ilibidi ipotee? Jibu ni moja tu. Kwa sababu kuna kitu kikubwa kimefichwa ndani yako. Wewe sio mtu wa kawaida, na usingeweza kujijua kwamba wewe si wa kawaida kama usingepitia maumivu hayo. Kwa hiyo usikate tamaa, usijilaumu, usirudi nyuma kuomba kile kilichokuumiza. Kile kilichoondoka kiliondoka kwa sababu kilishatimiza kusudi lake. Na wewe unayetazama video hii, bado uko njiani, njia ya mwanga, njia ya uamsho, njia ya toleo jipya la wewe mwenyewe. Na kabla haujaondoka katika video hii, kuna jambo moja la mwisho nataka ulielewe. Hata kuipata hii video, hata kusimama na kuisikia sauti yangu sasa hivi, hata kufika hapa bila kujua ulifikaje, hii nayo ni dalili ya universe. Universe haijakuleta hapa kwa bahati mbaya. Kuna maelfu ya video ungeweza kutazama, lakini bado umechagua kutazama video hii kwa sababu kuna ujumbe ulihitaji kusikia sasa, na sio kesho wala si baadaye. Kuna kitu ndani yako kilikuwa tayari kupokea ukweli huu, na universe ilijua kwamba muda umefika. Kwa hiyo kama huu ujumbe umeingia moja kwa moja moyoni mwako, na kama umesikia kana kwamba ninaongea na moyo wako, basi hiyo ndio ishara yenyewe, usiipuuze. Wengine wataona hii ni kama video ya kawaida, lakini wewe umeiona kwa sababu wewe sio wa kawaida. Hivyo kaa makini, angalia dalili ndogo ndogo zinazokuja baada ya hii. Angalia watu wanaojitokeza, angalia mawazo yanayokujia kichwani mwako, angalia milango inayojifungua kimya kimya. Kwa sababu mara nyingi universe ikishaanza kuzungumza na wewe, inaanza kukuletea ishara mbalimbali za wazi kabisa.
Na kama umefika mpaka mwisho wa video hii, basi tambua kwamba haujaja katika channel hii kwa bahati mbaya. Ulikuja hapa kwa wito maalum. Karibu katika safari yako ya kweli. Karibu katika Nguvu za Universe. Subscribe ili uwe mwanafamilia kamili wa Nguvu za Universe. Asante sana.